Tunaomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Petana Bwana makofi mengi. Tunaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe tena. Shikamoni wazee wangu. Mmeamka salama? Ni jambo la kumtukuza Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana tulipata nafasi ya kuendelea sasa na somo letu la sifa za Mkristo, na tulikuwa kwa watumishi wa Mungu kuonesha vile ambavyo wanatakiwa kufahamu ya kwamba pamoja na kwamba ni rahisi sana sisi kutishwa na unabii, ni rahisi sana sisi kutishwa na kiwango cha mtu kuhubiri, kutishwa na kiwango cha mtu kuimba, kutishwa na viwango fulani fulani ambavyo vipo kihuduma, lakini huduma zote hizi msingi wake kwa namna moja au nyingine upo kwenye upendo. Sasa leo tutapata nafasi ya kuanza kupitia kipengele cha karama za upendo. Hichi kipengele kitatusaidia sana sisi kufahamu hasa upendo, kwa sababu pia wakati mwingine kuna vitu ambavyo mtu anafanya kwa kuhisi kwamba labda ni upendo, lakini inakuwa ni changamoto. Lakini tukipitia hizi karama utapata nafasi nzuri ya kuelewa na kuona vile ambavyo upendo ulivyo kwa mapana zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwenye karama ninafikiri tunaendelea na Wakorinto wa kwanza sasa. Tuko kwenye Wakorinto wa kwanza ile sura ya 13. Tutasoma tu mstari wa 4 kwa sababu mstari huo una vitu vingi. Mstari hiyo wa 13 Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4, tutashuka mpaka 8, lakini tutaanza tu mstari wa 4. Haujivuni. Haya mambo ambayo tunayaona hapa ndani, ambayo kuna uvumilivu, kuna ufadhili, kuna hausudu, kuna hautakabari na kuna haujivuni. Haya mambo matano ni ya msingi sana sisi kupata nafasi ya kwenda taratibu, hatua kwa hatua, tupate nafasi ya kupata kuelewa kwa undani zaidi. Pointi ya kwanza ambayo ni ya uvumilivu, ina maana ya kwamba tunatakiwa kufahamu moja kwa moja ya kwamba kwenye uvumilivu tunavumilia. Unapoambiwa habari ya uvumilivu, ina maana kuna kitu fulani ambacho wa mtu anaweza kapitia. Ina maana kuna tahadhari tunaambiwa ya kwamba katika kuishi kwetu kuna muda tutaumizana, kuna muda tutavurugana, kuna muda tutakwaruzana. Kwa sababu issue ya uvumilivu ni issue ya mtu kuhimili shida au mateso fulani, au kuhimili vitu ambavyo vinasumbua mwili wake au vinasumbua akili yake kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo uvumilivu ni karama ya kwanza ambayo mtu mwenye upendo anatakiwa kuwa nayo. Bwana asifiwe sana. Hebu tusomee Yohana 16:33 inasemaje? Sawa. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni nini? Moyo. Mimi nimeshinda nini? Ulimwengu. Yohana 16:33, ambaye nazungumzia habari ya kwamba yani ni kama vile kumpa mama au mwanamke yote taarifa ya kwamba bwana, kuna kubeba ujauzito, na kwenye kubeba ujauzito kuna kujifungua. Bwana asifiwe sana. Mimi nakumbuka wakati mke wangu anabeba ujauzito wa kwanza, mimi nilikuwa na hisi labda anaenda kufa sasa, kwa sababu alafu kutapika sana. Ila watu ambao wamezoea, ni wazoefu, wanakuambia kwamba asipate shida na usihangaike kabisa, uwe na amani. Ajipe nini? Ajipe moyo.
Kwa nini watu wakubwa wanajua kwamba lazima atapitia katika mazingira haya? Na sisi ambao tumeokoka mapema sana, Yesu anatutahadharisha kwamba msiogope, mtapitia 1, 2, 3. Makwazo hayana budi kuja. Bwana asifiwe sana. Lakini anapokuja kwenu, watu wa Mungu, mnatakiwa kuonesha upendo. Upendo ni kwamba kunatakiwa kufuata nafasi ya kuwa wavumilivu. Niliwahi kumwona mama mmoja ambaye kijana wake alikuwa ana changamoto sana. Akili zilikuwa haziko sawa. Watu walikuwa wanamtukana kijana, ila mama yake siku zote alimthamini. Pamoja na kwamba alimsumbua sana, akija namsumbua kwa namna moja au nyingine, lakini mama anafika sema, anasema mimi ni nani? Mimi ni mama yake. Na huyu ni nani? Ni mwanangu. Sasa nitampeleka wapi? Huo ndio tunaoita uvumilivu. Bwana apewe sifa. Tunaweza tukafika sehemu ukasikia kabisa mwenzio anakuzungumzia vibaya kwa mtu, ukapokea zile taarifa. Neno linakutaka uwe mvumilivu. Pokea hizo taarifa, hakikisha ya kwamba unaonesha uvumilivu, ili upate nguvu ya kumsaidia tena, upate nguvu ya kumsalimia tena, upate nguvu ya kuendelea kukaa na mtu huyu. Nina uhakika kesho kutwa anaweza kapata mabadiliko makubwa kwa upendo ambao utakwenda kumwonyesha. Ambacho nataka nikizungumzia hapa kwenye uvumilivu pia, hauwezi ukawa mtu mkubwa, hauwezi ukasimamia mambo makubwa, hauwezi ukainuliwa na Mungu kama kipengele hichi hauna uwezo nacho. Bwana apewe sifa. Mtu yote anayependa biashara lazima awe mvumilivu kweli kweli. Mimi nakumbuka hii ni mara ya pili nimeshafungua biashara. Tena nimefunga. Mara ya kwanza nilifungua, mtaji ukaisha na kuisha. Mara ya pili nimefungua, mtaji tena unaisha na kuisha. Lakini unaweza kashangaa tena baadaye nikaja nikafungua. Kwa nini nafungua? Kuna kauvumilivu kamo ambao ameshafanya biashara na anaelewa hicho ninachokisema. Unaweza ukaanza mara ya kwanza wapi? Ukaanza mara ya pili wapi? Ukaanza mara ya tatu wapi? Lakini unaambiwa vumilia tu. Ukitaka kuwa mtu mkubwa, uwezo ukawa mtu mkubwa wakati una uwezo wa kuvumilia. Lazima uwezo wako kuvumilia uwe wa juu. Mtu unataka kuwa mchungaji, huwezi kuwa mchungaji kama una uvumilivu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kusemwa lazima tu utasemwa. Ilifika wakati Yesu ambaye tunayemwamini anaulizwa wanafunzi wake, hivi huko mnasikia watu wananihitaje huko? Watu wananisemaje? Kila mmoja akawa anaongea kivyake. Kisha akaja akawageukia akauliza, sasa na ninyi mnanisemaje mimi? Ina maana ni kwamba kusemwa kupo. Kuna watakao furahia huduma yako, kuna ambao watafurahia huduma yako, lakini wote wale Mungu amekupa uwabebe. Wote wale Mungu amekupa uwalee. Wote wale Mungu amekupa uwaongoze. Viongozi, huwezi ukawa kiongozi ambaye una uwezo wa kuvumilia hata siku moja. Kama wewe una uwezo wa kuvumilia, uongozi utakaopewa utakushinda, kwa sababu hauna uvumilivu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mola asebange. Katika vipengele vingi, iwe kwenye ndoa yako, iwe kwenye kuishi na watoto, kunahitaji uvumilivu kwa namna fulani. Maana kuna wakati mwenzio atafanya jambo ambalo halijafurahisha moyo wako, lakini unatakiwa uwe mvumilivu ili uende naye kwa upole. Bwana asifiwe. Ina maana ya kwamba si vizuri mtu kuwa na hasira eti. Kwa sababu unapokuwa na hasira ni rahisi sana kufanya vitu ambavyo wakati mwingine sio vizuri. Na mara nyingi wanashauri watu kwamba hata siku moja hacha kufanya maamuzi ukiwa wewe una hasira. Ukiona kwamba hali yako haiko sawa sawa,
Stop kufanya maamuzi yoyote. Tulia kwanza, alafu utakuja kufanya maamuzi baadaye, kwa sababu maamuzi yoyote ambayo unayofanya ukiwa na hasira yanakuwa yana majuto baadaye. Mola asebangi. Sisi leo hatuko tayari kutukanwa, hatuko tayari kudharauliwa, hatuko tayari kudhalilishwa. Siku moja nikasimamishwa na mchungaji kanisani. Akaniambia, simama. Tabia za kwenda kuombaomba pesa kwa watu na kuambia kuanzia leo sitaki. Watu wamejaa. Mwalasema, watu wamejaa. Mimi ni kiongozi wa kwaya. Kisha nasimamishwa, naambiwa tabia za kwenda kuombaomba pesa kwa watu sitaki. Kosa lilikuwa wapi? Mlezi wetu alinifuata akaniambia, hase mbarikiwa sana huduma yako, hongera sana na nini. Baadaye akaniuliza, hauna shida, hitaji lolote? Akaniambia, mimi sina, labda shuleni nafikiri sasa nikawa ninahitaji 1 2 3. Akasema basi uje nyumbani jioni uje uchukue kitu chochote. Sawa. Nilipoenda, kuna mwenzetu kwenye timu yetu, naye kumbe alitangulia kabla mimi kwenda, akaenda kuomba chochote pale. Alipoenda kuomba chochote akaambiwa, hapa sina, nimebaki tu na kidogo ambao nilikuwa nimemwahidi fulani anakuja nitampa. Nikafika. Nilipofika akaniona kabisa. Nikapewa mimi nikaondoka. Alipotoka pale akaenda kumwambia mchungaji kwamba huyu bwana anaenda naombaomba Wakristo wapi? Hela. Mchungaji hakuniita, akatokezea naye Jumapili mbele za watu, nishapiga na kapamba, nimekaa vizuri, akaambia simama. Nikasimama. Akanipa maneno. Nikashuka nikakaa zangu chini, ibada ikaendelea, ikaisha. Jumapili nikaonekana kanisani, Jumapili nyingine nikaonekana kanisani. Akaja Mkristo mmoja akaniuliza, hivi brother, hivi bado upo? Ukoona kwamba ulizalilishwa sana na nini? Kaambia, nizalilishwa kivipi? Bwana asifiwe. Hivi vitu vya namna hii kwa mtu ambaye amejawa na upendo anatakiwa kutengenezea mazingira kuvielewa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu usipojitengenezea mazingira haya, nataka nikwambie hivi, kitu kidogo tu kitakutoa kwenye mfumo. Kitu kidogo kitakutoa kwenye mfumo. Ni issue ya wewe kujitengenezea mazingira hayo, kwamba unaweza ukazalilika, unaweza ukatukanwa, unaweza ukakaripiwa, unaweza ukashauriwa. Mimi mfano hapa, mzee Mlela ni baba yangu. Mzee Mahoshi ni baba yangu. Bwana asifiwe sana. Mzee Msokela ni nani? Ni baba yangu. Ana haki ya kunijia juu kwa namna moja au nyingine ninapoenda kinyume na utaratibu. Naeleweka nilichosema? Haijalishi ninaweza nikawa niko katikati ya watu fulani, anaponionya ni lazima niwe na uwezo wa kupokea. Kwa sababu kwa namna moja au nyingine, huo ndio tunaoita upendo. Kama ninampenda, ni lazima nipate nafasi ya kuelewa na kupokea kila ambacho ninakitoa kwake. Kwa hiyo ili uwe mtu mkubwa hapa chini ya jua, ili uwe mtu ambaye unaweza kuwa kiongozi sahihi na thabiti, uwezo wako wa uvumilivu lazima uwe juu. Usifikiri watu kwa sababu tunafanya kazi juu mgodini, unafanya kazi juu wapi, kwamba huko kuna amani sana. Hapana. Na penyewe bila uvumilivu huwezi ukaendelea. Kuna watu wanakuambia tupo tu kwa sababu tu. Bwana apewe sifa. Nilienda kuvuna mpunga, hivi nafikiri mpaka kuona wali, kijiko cha wali. Watu ukiona wali unafurahi kweli kwamba wali huu umekaa vizuri, lakini kufikia kuona wali, hacha basi. Kuna kwenda kulima, uanze kutengeneza mazingira sijui ya kusia sijui, ukimaliza kuna kupanda, huo mziki. Kuna kwenda kuvuna, kuna kupalizi. Haya yote mapito yanahitaji uvumilivu. Bwana asifiwe. Yanahitaji uvumilivu. Bila uvumilivu huwezi ukaona wali. Tukaenda kuvuna, niliwashwa mpaka humu. Niko na washwa mpaka humu, unawashwa kwenda kuvuna. Mola asema, huko tunatafuta nini? Tunatafuta wali. Kwa mtu wa Mungu, ili uwe mtu mkubwa hapa chini ya jua, ili uwe mtu au kiongozi mzuri hapa chini ya jua, pata nafasi ya kufahamu ya kwamba unatakiwa kuwa na upendo. Na upendo, karama yake ya kwanza ni kuwa mvumilivu.
Usione watu wametulia kwenye nafasi zao. Mtu anaitwa katibu, usifikiri tu ni katibu tu amekaa hivi. Kuna uvumilivu hapo, unafanya kazi. Sema amina. Kiongozi huwezi ukakaa miaka 3-4 kwenye nafasi moja. Bila kuvumilia huwezi ukavuka. Ina maana kwamba uvumilivu ni kitu cha msingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya pili ambayo ipo kwenye huo mstari, kwenye karama huo mstari wa 4, inazungumzia habari za kufadhili, ufadhili. Upendo, ufadhili. Tutasoma Warumi 14 mstari wa 15 na Luka 3:11. Tutasoma Warumi 14 mstari wa 15 na Luka 3:11. Karibu na liseme, ndugu yako akiingia huzuni kwa sababu ya chakula, umeacha kwenda katika nini? Katika upendo kwa chakula chako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma hiyo Luka 3:11. 3:11. Na nyinyi nasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Mimi hapa napata changamoto moja. Kuna watu wana tabia ya kutaka kupata kitu kwa mtu ambao wamebobea sana. Huwa wanaingiaga na mfumo wa kusifia mtu. Yaani ndugu yangu uko vizuri sana. Yaani hapa, yaani wewe unatisha. Mwishoni kule anakuja anamwambia una 2000 hapo unisaidie nikanunua hata nani hapa. Bwana asifiwe sana. Umeelewa mfumo alioanza nao? Anaingia kwanza kwenye gia ya kusifia. Yaani mzee, yaani wewe bwana, yaani hapa Geita hapa wewe umetisha sana. Kisha mwisho anakuja na kuambia kwamba unaweza kana 10,000 hapo nisaidie niweze kuweka mazingira fulani hivi akakae vizuri. Ina maana ya kwamba ni ngumu sana kama utaangalia vizuri mtu kumsaidia mtu anayemtukana. Naeleweka ninachokisema? Ni ngumu sana mtu kumsaidia mtu ambaye anamsengenya. Ni ngumu sana mtu kumsaidia mtu ambaye anamsema vibaya. Ni ngumu sana mtu kumsaidia mtu ambaye labda hakufanya jambo. Unajua tumefikia hapa wengine ambapo mfano mimi nina sherehe yangu ya harusi, si ndio? Watu wamenisapoti, na baada ya kunisapoti lazima yale majina mtu anakaa nayo kwenye diary anayatunza. Mwalaza anayatunza kwa maana ya kwamba anaangalia mtu akiandaa sherehe anapita kwenye diary yake. Anaangalia juu chini. Mara ya pili akikosa jina lake anafunga diary na anaamua kwamba sitasupport. Naeleweka ninachokisema? Kwa nini nilikuwa na sherehe yangu huyu mtu hakunisupport huyu? Leo kwa nini anakuja kutaka kunisupport? Anataka nimsupport kwa nini? Nafunga. Sisi tunaambiwa mtu mwenye upendo ni mtu mwenye moyo wa kufadhili. Kufadhili ni namna fulani ya kumsapoti mtu yeyote kimawazo, kiuchumi, muda wako. Bwana asifiwe sana. Ndio maana neno Mungu anasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akafanyaje? Akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Tumefadhiliwa tayari hapa. Kwa sababu ya upendo ambao Mungu aliupenda kwetu, akaamua kumtoa mwanae pekee ambaye alikuwa anamtegemea, mwanae mmoja mpendwa, akamtoa ili kwamba tupate wokovu, tupate kuokolewa. Nasi watu wa Mungu tunalazimika kuwafadhili watu bila ubaguzi, bila masharti.
Hapo ni pagumu sana. Lakini upendo na kulazimisha kufanya hivyo. Kama una suruali 2 na mwenzio hana, chukua suruali 1 mpe. Mtu analala njaa na chakula unacho, fahamu ya kwamba Mungu hapendezwi na hicho kitu. Mungu anachokitaka ni kwamba ndugu yako, jirani yako, naye apate chochote kwa kupitia wewe kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu tu mtu wa Mungu. Jaribu tu kuchukua hata kama ni miezi 2. Unaopata chochote, unamsaidia hata jirani. Na watu wa namna hii tulikuja kuona kwamba kuna watu ambao wanaitana kaka leo, wanaitana dada leo. Urafiki wao ulianzia kwa wazazi wao ambao walikuwa ni majirani tu. Na majirani walikuwa na tabia nzuri. Wakipika chochote wanapeleka pale chini, na wewe akipika anapeleka hapa juu. Wakifanya jambo fulani wanashirikiana kwa pamoja. Na watu waliishi mpaka wakafikia kiwango cha kuwa ndugu wakati sio ndugu wa tumbo moja. Hayo tumeyaona leo na yanaendelea kuwepo. Mola yasema tunaitana wamayo wengine. Ukiangalia kwa undani zaidi, watu hawajazaliwa tumbo moja, lakini ni kwa sababu ya wema fulani ambao ulikuwa unafanyika katikati yao, ukawaunganisha wa watu. Siwezi kukusapoti mara 3 ukakosa kuniweka, kama ukakosa kunipa nafasi kwenye maisha yako. Siwezi kukusapoti mara 4, hata kama utanisema vibaya, lakini utakuwa unaongea, lakini wakati mwingine unakausha kidogo, nasema lakini pamoja na kwamba tunasema, lakini huyu mtu ni wa muhimu sana. Ina maana kwamba sisi kazi yetu ni kuwafadhili watu. Mwenzetu anapokuja mfano na changamoto, anatamani kuona tunamtia moyo kwenye swala nzima la harusi yake, ile sherehe na nini. Kusapoti sio dhambi. Bwana asifiwe sana. Kusapoti harusi ya mtu sio dhambi. Kusapoti kwenye kamati ya mtu sio dhambi. Tunatakiwa kuwa na moyo wa kusapotiana. Hapo ni kwenye upande wa ufadhili. Bwana asifiwe sana. Pointi ya 3 ambayo iko hapo, ambayo ni hausudu, ni ile hali ya kutokukubaliana na mafanikio ya wengine. Wewe mwenzio akipata mume, moyoni unasema kwamba huyu alitakiwa kuwa wa kwangu. Mtu aliye na upendo hausudu. Yaani mtu aliye na upendo ni mtu ambaye kwa namna moja au nyingine hatakiwi kuona kwamba Mungu alikosea sana kumpa mwenzie vitu alivyo navyo, vingekuwa vya kwake. Na hapo ndipo panapoanzaga kuwa chanzo cha nini? Chanzo cha mauaji, chanzo cha kurudishana nyuma, chanzo cha kuwafanya watu wengine kuishi katika mazingira ya mateso. Unamwona mtu Mungu amembariki, mfano gari, unasema ni gari hii ilipaswa kuwa ya kwangu, hii isingelikuwa ya huyu mtu. Mtu aliye na upendo atakiwa kuwa hivyo. Mtu aliye na upendo anatakiwa kufurahia na kumshukuru Mungu kwa baraka ambazo mwingine amepewa na Mungu. Mwenzio amebarikiwa kitu fulani, ni jambo, ni jukumu lako wewe kama wewe kusimama na kumtukuza Mungu na kumshukuru Mungu kwa hatua ambayo mwenzio amefikia. Mtoto wa mwenzio kamaliza masomo yake, unapewa taarifa ya kwamba mwanangu amemaliza masomo. Mtu wa Mungu, furahia taarifa hizo. Mwenye upendo ni mtu ambaye anafurahia sana mafanikio ya rafiki yake, mafanikio ya wapendwa wake, mafanikio ya watu wanaomzunguka. Bwana asifiwe sana. Unamuona binti wa mwenzio kachumbiwa,
unaenda kumfuata ule mchumba, unamwambia bwana nakusii sana, hivi huyu binti wewe unafikiria nakufaa sana huyu? Lakini kumbuka walikaa muda anamtafuta, walikaa muda huko wakaongea. Wewe unatokezaje kumwambia huyu binti unafikiria nakufaa huyu? Ungeachana naye kwanza, kuna 1, kuna 2, kuna 3, kuna 4, kuna 5. Wewe huna upendo kabisa. Mtu aliye na upendo, tabia za namna hii hatakiwi kuwa nazo. Mtu anakuja kwako kukuulizia habari za mtu, mpe taarifa sahihi kwa ajili ya mtu huyo ambazo zina mazuri. Leo tuna tabia ya kujifanya tunawafahamu watu kwa 100%. Tunawafahamu watu kwa 100%. Wanataka kumchukua binti fulani, achana naye. Mtu mmoja akaja kunalalamikia kwamba mimi mwalimu nilikuwa natafuta nimuone binti fulani. Nikaenda kumuona fulani ili kwamba nisaidie. Mara ya kwanza nilienda nikamwambia, akasema hivi na hivi. Mara ya 3 nikaenda akasema hivi na hivi. Mara ya 4 akasema mimi unanionaje? Si nichukue tu mimi. Bwana asifiwe sana. Hizi tabia za namna hii kwa mtu ambaye ana upendo hazitakiwi kuonekana. Mtu ambaye ameokoka anatakiwa kuhakikisha kwamba anatembea katika misingi inayotakiwa kuwepo. Hizi ndizo karama za upendo. Unaona kuna fursa kabisa hapa. Fursa hii akikaa Paulina hapa, mambo atakaa vizuri. Mpe Paulina nafasi afanye kazi. Bwana asifiwe. Kuna fursa hapa. Fursa hii ninaamini kwamba ikifika tu kwa Brother Mbuni hapa, kazi inaenda vizuri. Mpe Brother Mbuni afanye kazi. Sio unaulizwa, unaanza kujibu kwamba hii haiwezi. Hapana. Pointi nyingine nasema kwamba upendo hautakabari. Kuna tofauti kati ya kutakabari na kutakabali. Kutakabari na kutakabali. Kuna tofauti kati ya kutakabari na kutakabali. Bwana asifiwe sana. Hautakabari ni ile hali ya kuwa na kiburi, kujiamini sana. Bwana apewe sifa. Mtu aliye na upendo hapaswi kuwa na kiwango hiki cha kujiamini sana. Yaani anakuwa anajiona yeye ana uwezo mkubwa, yeye ana nafasi kubwa, yeye yani ana kiwango fulani hivi. Tusome Warumi 1:30. Warumi sura ya 1 mstari wa 30. Unasemaje? Sura ya 1. Mstari wa 30. Wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kaendelea mpaka 31 inasemaje? Wasio na ufahamu. Endelea tu. Safi sana. Kwa watu wa Mungu, kutakabari, upendo hautakabari, ina maana ni kwamba upendo hauwezi ukakufanya wewe kumuonesha mwenzio ya kwamba yeye sio kitu mbele za uso wako. Yaani unatakiwa unapokuwa na yeye unamtia moyo wa kuwa na amani kukaa na wewe. Kuna watu leo hawezi kujisikia furaha kukaa na watu fulani. Kuna watu wakibarikiwa leo pesa, marafiki wote aliokuwa nao anaamua kuwabadilisha
kwa sababu na wao hawana pesa, wanakuwa sio watu wa level yake. Bwana asifiwe sana. Na kuna watu wanakosea sana. Watu wanakosea sana, hata watumishi wengine wanakosea tu, tuambizane tu ukweli. Uwezi ukanishauri kwamba kwa sababu huyu kijana anaitwa Timotheo, kwa sababu Timotheo hawezi akanisaidia mawazo ya muhimu, niachane naye, niambatane na watu ambao watakuwa wananipa mawazo ya muhimu, ndio nitakao endelea kuishi nao, wakati Timotheo naye ameokoka. Hivi naeleweka ninachokisema? Timotheo naye ameokoka, si ndio? Sasa huyu Timotheo unaniambia kwamba hivi Timotheo hana, ni kama vile sio kiwango chako. Kwanza na nini? Atakupa nini? Atakusaidia nini? Kwa cha msingi wanatakiwa kuachana marafiki wale ambao unaona hawasapoti mawazo yako, unaona hawezi wakusaidia kufika mbali. Mimi siamini sana katika neno hili. Watu wote ambao wamemwamini Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, sisi wote ni wamoja. Haijalishi mimi Mungu amenibariki kiasi gani, haijalishi mimi Mungu ameniweka kwenye kiwango gani cha baraka, lakini wote ni kitu kimoja. Naeleweka ninachokisema watu wa Mungu? Hilo ndilo neno linavyotutaka sisi tutembee. Sio kwa sababu leo mimi Mungu amenibariki, nina pesa, marafiki zangu wote wanakuwa sasa ni matajiri tu wenye hela. Niko na rafiki yangu yuko Mwanza hapa. Huyo brother muda mwingi ana pesa zake, yuko vizuri, lakini utamkuta jioni mida saa moja yupo kwenye kasehemu wanakunywa kahawa na watu wengine pale, wanapiga story na watu. Akifika tu ananunua kahawa, anawapa wengine pale, tunywe watu wa Mungu. Wanakunywa kahawa, wanapiga story. Lakini ukiangalia pesa alizonazo haziwezi zikamfanya kwenda kukaa pale kwenye kahawa kufanyaje? Kukunywa ile kahawa. Kama akiweka akilini kwamba mimi nina pesa kiwango gani, hawezi kupata nguvu ya kwenda kukaa pale. Na hichi kitu ndicho ambacho Mungu anachokitaka. Mungu anakubariki ndio, acha kumuonesha mwenzio ya kwamba wewe ni wathamini, yani uko juu kuliko yeye. Wewe ni waajabu kuliko yeye. Hapana. Madamu wote tumeokoka, wote tunatembea katika safari moja, tufike sehemu tufahamu ya kwamba kubarikiwa kupo, lakini pamoja na kwamba Mungu anakubariki, fahamu ya kwamba hakuja kufanya kutofautisha na watu wengine. Usiende ukaanza kuishi na mwenzio kwa mazingira ya kukuogopa kwamba wewe sasa ndo wewe, yani wewe ni mtu mwingine afu yeye ni mtu mwingine, pamoja kwamba ni rafiki yako. Hapana, mtengenezee mtu mazingira ya kukuona kwamba awe na uhuru wa kukusalimia, awe na uhuru wa kupiga nawe story. Haijalishi ni nafasi gani Mungu amekupa. Bwana asifiwe sana. Leo tutaishia hapo kutokana na ratiba ya muda wetu. Watu wa Mungu, tusimame tuende kwenye maombi. Tumshukuru Mungu, tuombe kwa ajili ya mahitaji ambayo yako mbele yetu. Tutaendelea kesho kwa neema ya Mungu. Unaweza, Mwokozi, unaweza Mwokozi. Baba unaweza, Yawe unaweza, Yesu unaweza Mwokozi, Yawe unaweza Mwokozi. Baba, katika jina la Yesu tuko mbele zako kulibariki jina lako, kukushukuru, kukuinua kwa namna ambavyo umeendelea kuwa mwaminifu kwetu. Leo ni siku ya 3 ambayo Bwana tunaendelea kuyaona matendo yako makuu. Asante sana kwa neno lako. Asante sana kwa namna ambavyo Mungu unavyoendelea kutuwezesha. Tunakutukuza sana kwa yote. Baba, asante kwa kuwa wewe ni mwalimu mkuu. Pamoja na kwamba tunafundisha, lakini wewe ndiye mwalimu mkuu. Hayupo mwingine kama wewe, na hata kuwepo mtakatifu. Tuko mbele zako kukushukuru kwa namna ambavyo Mungu unaendelea kutembea nasi hatua kwa hatua. Tuko mbele ya kiti chako cha enzi Baba, kuleta mahitaji yetu mikononi mwako. Tunao mahitaji mbalimbali. Hitaji la kwanza ni hitaji la mkutano
ambao tutakuwa nao juma la Pentecost ambalo ni wiki ijayo. Tutakuwepo mahali hapa Bwana kwa ajili ya kutafuta uso wako. Ni juma ambalo litaambatana na maombi. Baba, maombezi, tuko mbele zako, tunakusii, tunakuomba uonekane na kudhihirika. Usitupungukie Bwana. Nenda ukahudumie watu wako, nenda ukawafungue wagonjwa, nenda ukaponye, nenda ukajibu, nenda ukafungue milango ya baraka. Nenda Bwana ukadhihirike katika maisha yetu. Kila atakayepata nafasi ya kuwepo mahali hapa, Mungu muonekanie. Tunaomba Roho Mtakatifu aendelee kulisaidia kanisa lako, tupate nafasi ya kuhudhuria kwa wingi. Naamini wewe ni Mungu mwaminifu, utakuwa nasi. Ninaachilia nguvu yako Mungu ipate kupenya kwa kila Mkristo wetu, apate nafasi ya kutenga muda wa kuonekana, tupate muda kuja kutafuta uso wako, tupate muda kumimina mioyo yetu mbele zako, tupate muda wa faraga pamoja na wewe katika wiki hii, siku hizi ambazo ziko mbele yetu, siku 7 ambazo tutakuwa pamoja na wewe kuanzia Jumatatu. Baba, ninaamini wewe ni Mungu mwaminifu, utakwenda kuonekana. Tunaomba kwa ajili ya mtumishi wako, endelea kumtia nguvu na kumsaidia, endelea kumwezesha Mungu wa mbingu na nchi, endelea kumpa nafasi ya maandalizi mazuri. Tunaomba kwa ajili ya afya yake, tunaomba kwa ajili ya shughuli anazozifanya. Mungu endelea kumuonekana na kumsaidia. Hatutaacha kuomba kwa ajili ya afya zetu, hatutaacha kuomba kwa ajili ya wagonjwa. Baba, tusaidie. Baba, tuonekanie. Tunahitaji Bwana nguvu yako, tunahitaji Bwana uwepo wako, tunahitaji Bwana neema yako. Baba, tunaendelea kuomba uzima katikati yetu Bwana, tupate nguvu ya kutafuta, tupate nguvu ya kufanya kazi. Baba, ni wewe tumaini letu, ni wewe msaada wetu, ni wewe kimbilio letu. Hakuna Mungu mwingine tunamtegemea, ni wewe peke yako Bwana. Onekania wagonjwa, wanaosumbuliwa, wenye matatizo ya muda mrefu, tunawaweka mikononi mwako Bwana. Nenda ukaachilie uponyaji kwa ajili yao. Niko mbele zako Bwana. Wenye matatizo ya kichwa, matatizo ya tumbo, macho, matatizo mbalimbali, miguu, mifupa, tuko mbele zako, tunaweka mikononi mwako. Matatizo ya ini, tunaweka mikononi mwako. Matatizo ya homa kali, tunaweka mikononi mwako Bwana. Ulisema tutamke tu kwa jina lako, magonjwa yatapona. Ninakwenda kuachilia uponyaji kwa ajili ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba kwa ajili ya familia zetu, watoto ambao Mungu umetupa Bwana. Endelea Bwana kutupa hekima ya kuwaongoza, endelea Bwana kutupa nafasi ya kuweza ongoza katika njia inayowapasa. Baba, tunakutukuza maana ni Mungu mwaminifu, utaendelea kutusaidia maana mpaka hapa tulipofika ni wewe Bwana uliyetusaidia. Tunaomba kwa ajili ya ndoa zetu Bwana, endelea kuzimarisha na kuzifanya kwa baraka kwa kanisa, baraka kwa taifa, baraka kwa watu. Na mimi Mungu utakwenda kutuonekania Bwana. Tunaweka siku ya leo mikononi mwako. Acha iwe siku ya amani, acha iwe siku ya baraka, acha iwe siku ya furaha. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni baba yetu, hayuko mwingine kama wewe Bwana. Furaha yetu inapatikana kwako. Ni wewe pekee ambaye una uwezo wa kubadilisha huzuni kuwa furaha. Ni wewe pekee yako mwenye uwezo wa kubadilisha hapana kuwa ndio. Ni wewe pekee yako mwenye nafasi ya kuinua, hayuko mwingine. Baba, ni wewe pekee yako mwenye nafasi ya kutenda. Sisi kama watumishi wako ulitupa nafasi ya kwenda kuomba tu na kuwatia watu moyo, lakini utendaji ni wewe Mungu unayetenda. Kama kuna uponyaji, ni wewe Mungu unayeponya. Kama kuna watu wamebarikiwa, ni wewe Mungu unayebariki. Kama kuna watu wanatembea vizuri leo, ni wewe Mungu unayepa nafasi ya kutembea vizuri. Baba, tuko mbele zako, tunakuhitaji Mungu, nenda ukaonekane. Tunaomba kwa ajili ya siku ya leo, shughuli zote za leo tunazikabidhi mikononi mwako Bwana. Tembea pamoja nasi, tuonekanie Mungu wa mbingu na nchi, tuongoze Bwana majeshi, usitupungukie Mungu wa mbingu na nchi. Tunakutumainia wewe, tunakutegemea wewe ambaye ni Alfa Omega kwetu. Utukufu na heshima tunakurudisha peke yako Bwana. Baba, asante maana ni Mungu mwaminifu, mweza mambo yote. Utakwenda kuonekana na kutusaidia. Tunaomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tushiriki neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen.